Giza lilikuwa bado limetawala ndani ya chumba. Vumbi liliruka hewani baada ya mlango kuvunjwa kwa teke. Harufu ya mbao zilizopasuka ilichanganyika na jasho la wanaume waliokuwa wameingia kwa nguvu. Bavin hakusogea. Macho yake yalikuwa kwa Simon Tall mnyama, lakini akili yake ilikuwa kwa Malik. Simon bado alikuwa ameinua bunduki, lakini hakupiga risasi. Kulikuwa na kitu kilichomzuia. Malik, alitamka polepole, kana kwamba jina hilo lilikuwa zito mdomoni mwake. Malik hakutetereka, hakujificha. Alisimama tu, kimya, macho yake yakimtazama Simon moja kwa moja. Kuna mambo ulipaswa kubaki nayo kaburini, Simon alisema kwa sauti ya chini lakini yenye sumu. Malik alitikisa kichwa kidogo. Na kuna mambo ulipaswa kuyaacha kabisa, alijibu. Kimya kikakata chumba. Wanaume waliokuwa nyuma ya Simon walitazamana kidogo. Hawakuelewa uzito wa hali ile, lakini waliusikia. Bavin alihisi mapigo ya moyo wake yakipiga kwa nguvu. Hii haikuwa tena biashara ya kawaida ya mtaani. Hapa kulikuwa na historia na damu. Simon alishusha bunduki kidogo, si kwa huruma, bali kwa kufikiri. Unafanya nini hapa? Aliuliza. Malik hakujibu. Alijibu kwa swali lingine. Wewe unafanya nini kwa mtu wa Chidmonga? Kauli hiyo ilimfanya mmoja wa wale wanaume watatu kushtuka kidogo, lakini Simon hakubadilika. Alitabasamu tu. Unafikiri kila mtu ni mtumwa wake? Alisema kwa dharau. Malik alimsogelea hatua moja. Hatua ndogo lakini ya hatari. Hapana, alisema kwa utulivu. Lakini kila mtu anayemkaribia huishia hivyo. Kimya kingine. Kisha, chukue wote wawili, Simon aliamuru ghafla. Kila kitu kilitokea kwa haraka. Mmoja wa wale wanaume alimrukia Bavin, mwingine akamvamia Malik. Lakini Malik alisogea kwa kasi isiyotarajiwa. Alipiga mkono wa yule mtu aliyemkaribia, akageuka, akamsukuma ukutani kwa nguvu. Bavin naye alijikuta akijilinda bila kufikiri, mafunzo yake ya zamani yakirudi ghafla. Alimdaka yule aliyemvamia, akampindua chini. Kelele, migongano, kupumua kwa nguvu. Simon alirudisha bunduki juu, lakini kabla hajalenga, Malik alipiga teke taa. Giza. Kelele zikaongezeka. Washeni mwanga, mmoja alipiga kelele, lakini tayari dirisha lilivunjika. Bavin alihisi mkono ukimvuta. Twende, ilikuwa sauti ya Malik. Hakufikiri, alikimbia. Nje hewa ilikuwa baridi. Walitua ardhini kwa kishindo, wakikimbia kupitia vichochoro vya rusaji. Hakuna aliyesema neno. Walikuwa wanakimbia tu mpaka waliposimama, wakiwa wamefichama nyuma ya jengo lililokuwa limeachwa. Bavin alipumua kwa nguvu. Karibu tufe, alisema kwa hasira. Malik hakujibu mara moja. Alikuwa akichungulia nje kwa makini. Bado hatujatoka, alisema polepole. Bavin alimwangalia. Kila kitu unajua, lakini huniambii. Malik alimgeuka. Macho yao yakakutana. Kama nikikuambia kila kitu sasa, utaendelea au utakimbia? Swali hilo lilikaa hewani. Bavin hakujibu mara moja, lakini hakusema nitakimbia, na hilo lilitosha. Wakati huo huo, ndani ya nyumba ya Bavin, Simon alisimama katikati ya chumba kilichoharibika. Hasira ilikuwa wazi kwenye uso wake. Wamekimbia, mmoja alisema kwa uoga kidogo. Simon hakumjibu. Alitembea pole pole kuelekea mezani. Aliona ile kadi, alama ile ile. Akaiinua, akaikazia macho. Kisha akacheka kidogo, lakini haikuwa kicheko cha furaha. Ilikuwa kweli, alinong'ona. Na sasa imeanza rasmi. Aliwageukia wale watu wake. Hatutawafuata kwa kukimbia. Tutawafanya warudi wenyewe. Upande mwingine wa mtaa, Chausiku bado alikuwa macho. Alikuwa amekaa peke yake. Salome alifika tena. Bado hujalala? Aliuliza. Chausiku alitikisa kichwa kidogo.
Leo usiku kuna watu wanakimbia. Salome alicheka kidogo. Hiyo ni kawaida hapa. Chausiku alimwangalia. Hapana, hawa si wa kawaida. Kimya kidogo. Kisha, ukimkutana na mtu aitwa Bavin, mwambie akae mbali na kivuli kinachomfuata. Salome alikunja uso. Kivuli gani? Lakini Chausiku hakujibu. Usiku ulivyoelekea kuisha, Malik alimpeleka Bavin sehemu ya mbali kidogo na mtaa. Kulikuwa na nyumba ndogo ya zamani. Haikuonekana kutumika, lakini Malik aliingia moja kwa moja. Ndani kulikuwa safi, kinyume kabisa na nje. Bavin alishangaa. "Ulikuwa unaishi hapa?" aliuliza. Malik alitikisa kichwa. "Hii si pa kuishi, ni pa kujificha." Bavin alikaa chini polepole. Alichoka, kimwili na kiakili. "Niambie ukweli mmoja tu," alisema. Malik alikaa mbele yake. "Ni nani hasa anayecheza hii game?" Malik alinyamaza kidogo, kisha akasema, "Si mmoja." Bavin alikunja uso. "Ni maana gani?" Malik alimwangalia kwa uzito. "Chidmonga ni uso tu." Maneno hayo yalibaki hewani, lakini kabla Bavin hajauliza, kulikuwa na mulio wa gari nje. Wote waliinuka. Malik alizima taa haraka. Wakabaki gizani. Hatua zikasikika nje. Mtu akashuka kwenye gari. Mlango ukagongwa taratibu, si kwa nguvu, lakini kwa uhakika. Malik na Bavin walitazamana. Hakuna aliyesema neno. Kisha sauti ilisikika. "Tulijua utakuwa hapa, Malik." Bavin alihisi mwili wake ukisisimka. Hiyo haikuwa sauti ya Simon, ilikuwa tofauti, tulivu lakini yenye mamlaka. Malik alifunga macho kwa sekunde moja, kama mtu aliyekuwa anatarajia hili. Kisha akanong'ona, "Tumefikiwa." Mlango ukafunguliwa polepole. Mwanga wa nje ukaingia ndani. Na ndani akaingia mtu mmoja akiwa amevaa koti jeusi, uso wake umetulia lakini macho yake yakiwa makali sana. Hakuwa mzee wala mkijana, lakini uwezo wake ulikuwa mzito. Alitazama ndani. Kwanza Malik, kisha Bavin, kisha akatabasamu kidogo. "Nilitaka kukuona kwa macho yangu mwenyewe," alisema. Bavin hakusema kitu. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu. Mtu huyo alisogea hatua moja. "Jina langu," alisimama kidogo, akiwatazama wote wawili, "ni Robinson." Kimya kikatanda. Lakini kabla hali haijatulia, mtu mwingine akaonekana nyuma yake. Alikuwa mrefu kidogo, macho yake makali zaidi, uso wake mgumu kusoma. Hakutabasamu, hakusema kitu. Alisimama tu. Lakini uwezo wake ulikuwa wa kutisha zaidi kuliko wa Robinson. Robinson aligeuka kidogo, akamwangalia. Kisha akasema, "Na huyu," sekunde moja ya ukimya, "hupaswi kabisa kumdharau." Macho ya Bavin yakahamia kwake. Na hapo ndipo alipolisikia jina hilo kwa mara ya kwanza. Elisha Gama. Kimya kikazidi kuwa jito, na safari ya Bavin ikaingia hatua nyingine. Mwisho wa episode 4 itaendelea.